Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. This is Eunice Ministry, Flowers of Marriage. Welcome. Sasa siku ya leo tumekuja hapa na nimekuja na baba mtumishi wa Mungu. Tunataka tuzungumze, kuna video fulani tulifanya, tukazungumzia masuala ya mke mwema. Ni nani awezaye kumuona? Tulikuwa tunazungumzia ile Mithali ya 31. Tukasoma sura ya mstari wa 10, wa 11 na wa 13. Sasa leo tuliwapromise tutaendelea, na kama hujaiona hilo somo unaweza ukarudi nyuma kwenye video zetu hapo. Utaona hilo somo tulifundisha, tuliulizana maswali, tulifundisha kwa kina sana. Sasa ninataka nimkaribishe mume wangu ili asome, alafu akishasoma tutaendelea na mazungumzo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Shalom mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Ni kweli tulijifunza somo hilo na sasa tunaendelea kuanzia mstari wa 14 na kuendelea. Nataka nisome mstari wa 14. Mithali ya 31 mstari wa 14. Inasema, afanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Amen. Afanana na merikebu za biashara, aleta chakula chake kutoka mbali. Huyo ni mke mwema anayezungumziwa. Sasa hapa, mtumishi wa Mungu, unaweza ukatufundisha kwa nini huyu mwanamke akafananishwa na merikebu za biashara? Nashukuru sana. Ni kweli jambo hili ni la maana sana ili upate kuelewa kwa nini anafananishwa na merikebu za biashara. Merikebu ni vyombo vya biashara vya kubeba shehena kubwa. Ndiyo. Na huyu mwanamke anachukuliwa kana kwamba ndiye anayelisha jamii, ndiye anayewapa jamii yake chakula. Ndio maana anasema huleta chakula chake kutoka mbali. Maana merikebu kazi yake ni kuleta shehena kubwa, sio chakula tu kidogo cha siku moja. Maana yake ni kuleta hazina, akiba ya mahitaji. Huyu mwanamke kwa sababu ya jinsi alivyo mwema, anaelezwa kuwa yeye ni kama merikebu za biashara. Kumbuka, sio merikebu tu za biashara. Maana yake merikebu za biashara ni merikebu kubwa, meli kubwa. Kwa Kiingereza wanasema merchant ships. Yaani ni merikebu makubwa. Na anaambiwa kwamba yeye huleta chakula chake kutoka mbali. Maana yake huyu mwanamke, kila kitu kinachotumika katika nyumba yake kimetokana na mikono yake. Amen. Kimetokana na bidii yake. Kimetokana na maombi yake. Kimetokana na ushauri wake. Ndio maana anafananishwa na merikebu. Maana milango, chemichemi zote za baraka zinatokana na yeye. Aidha kwa magoti, aidha kwa kunena, ushauri mumewe, aidha kwa kufanya kwa mikono yake. Shalom. Shalom. Sasa niongeze kidogo hapo, maana ameambiwa anafananishwa na merikebu za biashara. Biashara ni kitu kinachozalisha. Amina. Kabisa. Na mwanamke, kama mwanamke, jina mwanamke ni kitu kinachozaa. Manake kinaongezeka. Hakibaki pale kilipokuwa. Na kwa sababu anafananishwa na hii merikebu ya biashara ambayo tumeambiwa ni inabeba shehena kubwa. Sasa kama inabeba shehena kubwa, ina maana ana multiply kile ambacho mume wake anacho, hata kiwe kidogo kiasi gani, ina maana yeye anakimultiply, anakizidisha, kinaongezeka. Hakibaki kama kilivyokuwa, lakini kinaongezwa. Kwa sababu amefananishwa na hizo merikebu za nini? Za biashara. Kwa sababu siku zote mfanya biashara anaongeza, ana multiply kile anachokifanyia kazi. Hawezi kununua mzigo wa 100,000 akauza huo mzigo akatoka na ile 100,000. Ni lazima kutakuwa na 10,000 juu au 20,000 iliyoongezeka. Maanake huyu mwanamke anaongeza. Kama ni familia ilikuwa haina kipato kikubwa, kinaongezeka, baraka zina sheheni. Lakini pia ningekuwa na ushauri kwa upande pia wa wanaume.
kidogo tu ni washauri wa baba wale ambao hawasikilizi wanawake wao, hawasikilizi wake zao wakiwashauri, kwa sababu huyu ni mtu wa kumultiply. Anaweza akamshauri mme wake kwenye mtaji wake mdogo, akamwelekeza mme wangu, ukifanya kwenye hili inaweza ikaongezeka, kwa sababu ni mtu wa kuongeza. Amen. Nashukuru sana. Nikihitimisha, nashukuru nimepata kitu kutoka kwako kizuri sana. Kuna wanawake ambao ni wanawake wa nyumbani, lakini kumbe ndani yao kuna hazina ya neema. Amen. Waume zao wanatakiwa wajue, huyu mke wangu nikimpa sehemu ya mshahara wangu, tukapanga na yeye, nikamwachia sehemu azalishe, anunue vikuku hata vya kienyeji aweke, anunue vimbuzi, anunue hiki, afanye ka biashara kidogo, kumbe itakuwa faraja kwetu. Kumbe ni merikebu ya biashara. Kumbe ataleta mapato. Kumbe mayai tukiuza tutapata fedha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kumwamini. Biblia inasema mumewe humwamini. Ukimwamini mke wako, unaleta faraja, unaleta baraka, unaleta shehena ya chakula katika nyumba yako. Amen. Nataka tusome mstari wa 15. Mstari wa 15 unasema, tena huamka kabla haujaisha usiku. Wapa watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi wake sehemu zao. Amen. Sasa hapa huamka kabla haujaisha usiku, si ndio? Kabla hakujapambazuka yeye tayari ameshaamka. Anawapa watu wa nyumbani mwake chakula. Kile chakula alicholeta kwenye zile shehena, sasa anawapangia mafungu yao. Anawapikia, anawapa. Nataka nielezee kitu kimoja kwa kifupi kabla sijakukaribisha baba utuelezee kwa upande wako unaonaje. Ningetaka kuelezea ya kwamba huyu mwanamke ina maana sio mtu mvivu. Safi. Ina maana ni mtu anayeamka alfajiri, na ni mtu ambaye sio kwamba kwa sababu anaamka alfajiri kwamba hana wajakazi. Wajakazi bado anao, lakini hawa wajakazi anawapangia mafungu yao ya kufanya kazi. Kila mtu na eneo lake la kazi, anasimamia zile kazi zinazofanyika. Lakini hapo ameshawapa chakula, tayari wameshiba. Wamefanya maombi, maombi pia ni chakula. Amewapa chakula ambacho ni maombi, alafu pia amewapa chakula cha mwilini. Wamepata nguvu za kufanya kazi. Inaonekana huyu mwanamke sio mvivu. Cha kwanza, kuanzia pale mwanzoni tuliona mke mwema. Ni nani awezaye kumuona tulivyoanzaga kwenye video ya kwanza. Sasa tunaendelea hapa. Ameshaleta chakula nyumbani, lakini anaamka pia alfajiri. Sio kwa sababu ana wafanyakazi au ana watu wengi wanaomsaidia zile kazi za nyumbani au kazi za shambani. Sasa yeye alale, alilaksi, awaachie wao wafanye kazi. Hapana. Na yeye anaamka kabla hujaisha usiku. Anaitamkia ile siku. Anatamkia siku ya mume wake, anatamkia siku kuwe na baraka, kwa sababu hata ukiangalia Waswahili wanasemaje? Siku njema huonekana nini? Huonekana asubuhi. Karibu sana mume wangu. Nashukuru sana. Kwa kifupi niseme kuna mambo mawili ambayo nimejifunza, kwamba tena huamka kabla haujaisha usiku. Maana yake kama ulivyosema, ni kweli sio mtu mvivu. Ni mwanamke mwenye bidii. Na bidii, Biblia inasema bidii hutajirisha. Lakini sehemu nyingine anasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele za wafalme, hata simama mbele za watu wasio na cheo. Kwa hivyo bidii hii yake ya kuamka kabla usiku haujaisha inadhihirisha kwamba yeye ni mtu wa kuheshimiwa, wa kusimama mbele za wafalme. Lakini cha pili, nikaona kweli kama ulivyosema, huyu kama Biblia inasema huwapa watu wa nyumbani mwake chakula, kama ulivyosema kuna chakula cha kimwili lakini cha kiroho. Manake ni mtu ambaye anajielewa, anaamka kwenye malago ya 4 ya maombi. Anaamka usiku alfajiri kuomba. Anaombea familia yake, mumewe, watoto wake, na shughuli za siku husika. Anaanza na maombi. Kwa hivyo anawapa chakula cha kiroho. Amen. Na pia cha kimwili. Amen. Amina. Nataka tuende kwenye eneo la pili, mstari wa mwisho wa leo. Wa 16. Ndio. Biblia inasema, huangalia shamba akalinunua. Kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Amen.
Kweli ndio maana Biblia inauliza huyu mke mwema ni nani awezaye kumuona? Ni nani awezaye kumuona? Kwa sababu anatazama, anatafuta shamba liko wapi, analinunua. Hapa tunaongelea maswala kabisa ya yale ya mwilini kabisa. Anatafuta maeneo, ananunua. Alafu anaweza akajenga na ile nyumba. Hebu rudia tena. Kuangalia shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Anaangalia shamba analinunua, alafu anapanda mizabibu. Sio mizabibu tu, anaweza akapanda mboga mboga, mchicha, sukuma wiki, mnafu, anaweza akapanda mahindi, anaweza akapanda chochote, anaweza ukawa na mabanda, akafuga kuku, akawa mfugaji. Kwa ni mwanamke ambaye ana bidii mpaka anatafuta. Sasa kwenye hili kuna wazo limekuja ndani yangu ambalo nataka niwashauri kina baba. Kuna wanaume ambao hawapendi wake zao kufanya kazi, lakini Biblia inaonyesha inaruhusu kabisa mwanamke kufanya kazi. Na mwanamke ana vitu kadhaa ambazo Mungu amemwaminia. Mungu amemwaminia mwanamke kuwa intercessor ambaye ni muombezi wa familia au mlinzi. Imeweka kama mlinzi wa kulinda familia na watoto na mume, kwa sababu alipoamka pale alfajiri na kuwapangia chakula au kuwapa chakula, ina maana ni maombi. Amezama kabisa kwenye maombi. Ameombea biashara yake, amemwombea mume wake, ameombea wale ambao ni wajakazi wake, ameombea na watoto pia. Lakini pia ametafuta shamba, ameliangalia, amelinunua kwa mapato yake mwenyewe. Mimi ningependa kushauri wa baba, usimnyime mke wako kufanya kazi. Mpe nafasi ya kufanya kazi. Kazi sio ile tu ya hapo kupika na nini. Kuna beyond that sufurias. Kuna kuona beyond that sufurias na kuona beyond the kitchen. Aangalie, ana maono ya hali ya juu. Pamoja na kupangia hawa watu kufanya kazi, pamoja na kupika, pamoja na kumwandalia mume wake, lakini kuna tofauti ya kutoka na kufanya biashara na kuleta chakula kutoka mbali, lakini pia kununua maeneo, kununua mashamba. Sio kununua tu viwanja, na mashamba ya kulima. Unakuta amenunua mashamba, analima. Unaweza ukakuta labda yeye anaishi tuseme mfano kama mimi naishi Dodoma, nikanunua Morogoro. Morogoro kuna opportunities nyingi. Nikapanda mpunga, nikavuna ule mpunga. Bado kile ni chakula nitaleta kwa familia, lakini pia ni biashara. Karibu sana bwana. Tunapohitimisha, naomba niseme mambo haya. Ni kweli kama mtumishi wa Mungu mke wangu alivyosema, huyu mwanamke anatakiwa kuaminiwa kwa kuwa anaonekana ni mtu wa kuzalisha, mtu wa kuongeza. Anaongeza dhamani ya kile ulichonacho wewe mwanaume. Inawezekana mawazo yako yamefika ni ajira tu. Lakini yeye kumbe kwenye ajira ile yeye anaona nyumba, yeye anaona shamba, yeye anaona mizabibu. Kumbuka anapotaja hapa mzabibu, manake upanda mizabibu. Manake ni miche inayoleta mazao ya biashara. Ni vitu ambavyo havitaisha, vitakuwa vinazalisha. Vinaleta pesa. Vinadumisha ile hali ya kimaisha. Kumbuka ajira unaweza ukaajiriwa, lakini kuna kipindi ambacho utastaafu. Lakini kumbuka kama kuna miche kama hii mizabibu, itazidi kukuletea kipato na fedha. Na anapozungumzia hivi katika asili ya Israeli, zabibu au mizabibu ilikuwa ndiyo miche mpaka leo ya dhamani ambayo inawaletea kipato kinachowasaidia katika maisha. Ndio inayoweza kukupa nafasi ya kwenda kuchukua mkopo mahali benki, kwa sababu ni ajira kamili. Kwa hivyo huyu mwanamke kweli anaonekana kama mtu ambaye maisha yake ni ya kuinua dhamani ya mumewe. Ni ya kuinua dhamani ya familia yake. Ni ya kuinua dhamani ya watoto wake. Kwa hivyo kwa leo tutafika hapo, lakini nataka ujue na udhamini kabisa, wewe ambaye umeoa mke wako, utambue kabisa ni hazina kubwa inayoweza kunyanyua maisha yako, inaweza kusitiri changamoto za nyumba yako. Amen. Katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Tunakupenda. Tunakupenda sana. Kitu kimoja tu niongeze hapo.
unatakiwa kuelewa wewe mwanamke ndio nyumba na ndio familia. Umebeba vitu vyote hivi. Kununua mashamba hayo, sio mashamba tu, inaongea kwa kifupi hapo mashamba, lakini hata ukiangalia kwenye nyumba, vitu vingi vilivyopo ndani ya nyumba, hata viti nini, mwanamke ndiye anayepambana, ananunua. Hata kama mume wake ndo amempa hela, lakini hapa tunatakiwa tuwe na kiti, hapa tunatakiwa tuwe na jiko, hapa tunatakiwa tuwe na kikombe. Kwa hiyo ni vizuri wanawake na sisi tujiongeze kwenye haya maisha. Kile unachokipata unakimultiply na Mungu anakubariki. Shalom shalom, Mungu awabariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia mume wangu ana YouTube channel inayoitwa Sauti ya Upatanisho. Fika huko usubscribe na ushare video. Ana mafundisho mazuri sana ya neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Shalom shalom, bye bye. Shalom. Amen.